Katika TOT ya kwanza, tuliona kwamba kanisa katika kila kijiji, kila mahali ni dhamira ya Mungu, kwa sababu hii ni njia ya kuwafikia watu wote na makabila yote duniani kote. Katika TOT ya kwanza, tutaanzisha mojawapo ya mikakati ya Achieve iitwayo 50-50. Hamsini ya kwanza inawakilisha vijiji ambavyo Matimotheo watafanya utafiti. Kila Timotheo atafanya utafiti katika vijiji vitatu. Kila Paulo atakuwa na Matimotheo wasiozidi 25 ambao watashiriki katika utafiti. Watashiriki katika utafiti huu kati ya TOT ya kwanza na TOT ya pili. 50 ya pili inawakilisha asilimia ya makanisa ambayo yatapandwa. Asilimia 50 ya makanisa yatapandwa katika vijiji vyekundu na vya manjano. Kuna rangi tatu ambazo zitatumika wakati wa utafiti. Rangi ya nyekundu inamaanisha kwamba hakuna waumini na hakuna makanisa. Rangi ya manjano inamaanisha kwamba kuna waumini lakini hakuna makanisa. Rangi ya kijani inamaanisha kwamba kuna waumini na kuna makanisa. Katika mkutano wa kwanza, Paulo anakutana na Timotheo wake 25. Kisha wanaorodhesha sehemu 50 za vijiji karibu na kituo cha mafunzo. Baada ya kuorodhesha sehemu za vijiji zinazovizunguka, kila Timotheo anapewa vijiji 2 au 3 vya kutafiti. Paulo anawafundisha Matimotheo jinsi ya kujaza fomu ya utafiti. Kisha Timotheo atakwenda kufanya utafiti. Mkutano wa mwisho kabla ya TOT ya pili. Mapaulo walipaswa kukumbushwa na kufuatilia jinsi tafiti zinavyofanywa. Paulo atachukua fomu ya utafiti.
Paulo ataikagua fomu ya utafiti kuhakikisha imejazwa kwa usahihi. Kujaza fomu ya utafiti. Mapaulo na Matimotheo wana sehemu maalum wanazopaswa kujaza. Mapaulo watajaza jedwali la maelezo lililo kwenye sehemu ya juu ya fomu ya utafiti. Yanajumuisha jina la Paulo, Simon Kaka, nambari ya simu, kaunti au jimbo, tarafa, Makongeni, mkoa mdogo au jimbo dogo, Lokua, kata, Kiganjo. Matimotheo wana wajibu wa kujaza safu zifuatazo: jina la kijiji, Kiembe, jina la kijiji, Ulichomo, jina la kanisa, kanisa la PCEA, idadi ya waumini 70, tarehe ya kuanza kwa kanisa. Huu ndio mwaka ambao kanisa lilianzishwa. Alama ya kijiografia. Shule ya msingi ya Elite. Hii ni sehemu muhimu katika utafiti. Hii itatusaidia kubainisha eneo la kijiji kilichotembelewa. Vijiji zaidi vinavyotumika kama sampuli. Jina la kijiji, Gara, Tololo, Kauso. Baada ya Paulo kuchukua fomu ya utafiti, atajaza safu wima zilizosalia kwa kutumia ramani aliyonayo. Linganisha vijiji vilivyoorodheshwa na vile vilivyo kwenye ramani. Mfano, Kiembe haipo kwenye ramani. Weka alama kwamba ni kijiji kipya. Gara ipo kwenye ramani. Weka alama kwamba ipo kwenye ramani. Tololo ipo kwenye ramani. Weka alama kwamba ipo kwenye ramani. Kauso haipo kwenye ramani. Weka alama kwamba ni kijiji kipya. Katika hali ambapo Paulo anaweza kutambua ni wapi vijiji vipya vipo kwenye ramani, anaweza kuonyesha kwa kutumia nambari kisha kuwasilisha jina la kijiji chini ya ramani. Sasa fomu yetu ya utafiti imejazwa kikamilifu. Kuna alama zinazotumika badala ya rangi zilizojadiliwa awali. Alama ya mduara, rangi nyekundu, kumaanisha kwamba hakuna waumini wala hakuna makanisa. Alama ya mstatili, rangi ya manjano, inamaanisha kwamba kuna waumini lakini hakuna makanisa. Alama ya pembe tatu, rangi ya kijani, inamaanisha kwamba kuna waumini na kuna makanisa. Paulo pamoja na Matimotheo wanaweza kutumia alama zilizo hapo juu kutambua aina ya vijiji walivyotafiti.
Kutokana na mfano ambao tumekuwa tukitumia, tunaweza kuhitimisha kwamba Kiembe ni kijiji cha kijani. Gara Tololo ni kijiji cha manjano, kumaanisha kwamba kuna waumini wala hakuna makanisa. Kwa hivyo ni umbo la mstatili. Kauso ni kijiji chekundu, kumaanisha kwamba hakuna makanisa wala hakuna waumini. Kwa hivyo umbo ni la mduara.